Yes, karibuni. Kwa leo tutakuwa na somo fupi ni namna gani ya mwananchi anaweza kufaidika na mfumo wa anwani za makazi. Mfumo wa anwani za makazi ni mfumo ambao umetengenezwa ili kuweza kutambulisha kitu au mtu au kitu mahali kilipo. Sasa hizi taarifa ambazo zikishakusanywa za anwani za makazi zinaweza kutusaidia kupata huduma mbalimbali ambazo zinapatikana kwenye mfumo wa NaPA. Sasa kitu cha kwanza kabisa kwa mwananchi ni vema ukaenda kudownload application ya NaPA. Application hii inapatikana kwenye platform ya Google Play Store. Ukiandika Google Play Store NaPA Tanzania utaweza kuiona hii application. Pia inapatikana App Store. Ukiandika NaPA Tanzania utaweza kuipata hii NaPA. Utai-download kama inavyoonekana hapa. Ukisha download utabonyeza open. Ukisha bonyeza open maana yake itakufungulia. Kwanza itakwambia uchague lugha. Sasa mfumo wa NaPA una support lugha kama 3. Kuna Kiswahili, Kiingereza na Kichina. Kwa hiyo inategemea ni lugha gani ambayo uko comfortable nayo kufanya nayo kazi. Kwa mimi nitachagua lugha ya Kiswahili. Itaendelea. Utakutana na sera za faragha. Utaendelea. Utakutana na maelekezo kadha wa kadha ambayo yako yanaweza kukuelekeza kwamba namna gani ya kuweza kutumia mfumo. Sehemu ya kutafuta post code, sawa sehemu ya kuangalia mipangilio mbalimbali, sehemu ya kutafuta anwani. Utaelekezwa maelekezo mengi sana. Kutafuta kwa mwongozo, sawa. Hivi vitu vyote nitaenda kuvielezea ni kwa namna gani unaweza kuvifanya. Kwa hiyo ukishakamilisha maana yake unaweza kusitisha. By default itakupeleka hapo homepage ambako hapa sasa ndio inakuwa sehemu yako ya kufikia ambako unaweza kukutana na vitu mbalimbali. Cha kwanza kama umewasha location ya simu yako itakuonyesha kwanza uko sehemu gani kwenye ramani. Kwa mfano mimi hapa inanionyesha niko train ya station Dodoma. Niko hapa station hapa ndo niliko au hapa posta kabisa itakuonyesha kwenye ramani. Kwa hiyo unaweza kukutana na huduma mbalimbali ambazo ziko around wewe. Sasa hizi taarifa za anwani za makazi zinakuwa zimeshasajiliwa kwenye mfumo wa NaPA. Sasa tunaweza kuzitumiaje ili kuweza kupata huduma mbalimbali. Kwa mfano unaweza kaenda sehemu hujui kuna hospitali gani ya karibu, umepata dharura, uko sehemu hujui kuna hospitali gani ya karibu au kuna ATM gani ipo karibu hapa au benki gani, hoteli gani au huduma gani yoyote. Kwa kupitia mfumo wa NaPA unaweza kupata hizo huduma. Kwa mfano unataka kuangalia hospitali mbalimbali. Ukibonyeza hospitali hapo itakuletea hospitali mbalimbali ambazo ziko karibu na wewe. Kwa mfano hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Dodoma ni anwani namba iko hospitali ya Rufaa Dodoma, barabara ya hospitali Madukani. Ni kama mita 449 ambao kuweza kuipata hii address. Pia kuna The Aga Khan Polyclinic Dodoma, barabara ya 6. Kuna Aga Khan Polyclinic nyingine, barabara ya 6. Kuna St. Camillus Hospital. Kuna kuna hospitali ya taifa ya afya ya akili Mirembe kama kilomita 1 kutoka hapa nilipo. Kwa hiyo hospitali zote, dispensary zote ambazo zimesajiliwa, vituo vya afya vyote unaweza kuviona hapa. Kwa hiyo unaweza kunavigate, sawa Kwa mfano unataka kwenda labda hospitali ya taifa ya afya ya akili Mirembe. Kwa hiyo nikibonyeza hapa naambiwa hospitali ya taifa ya akili Mirembe ni anwani namba 16 barabara Iringa. Kwa hiyo naweza nikabonyeza mwelekeo. Kwa nikibonyeza mwelekeo maana yake itanitafutia route ili niweze kunavigate mpaka kufika sehemu nilipo. Kwa nikibonyeza endelea, anza uelekeo, maana yake itanifungulia sasa navigation service kwa kunielekeza kabisa ni turn right, ni turn left mpaka nifike kutoka hapa nilipo mpaka nitakapofika kwa sababu mimi niko hapa. Kwa hiyo itakupeleka, ukishaanza itakuwa na move na wewe mpaka itakufikisha sehemu husika. Kwa hiyo ndio NaPA. Kwa hiyo kuna huduma navigation ambayo inapatikana
na inakwambia kabisa kwa gari kutoka hapa ni kilomita 1.75, ni kama dakika 5 hivi kutoka hapa nilipo mpaka kufika, ila kwa mguu inakwambia kama ni dakika 21 hivi kwa kutembea kwa mguu kutoka hapa mpaka hospitali ya Mirembe ilipo. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho tunaweza kukipata kwenye mfumo wa NAPA. Kwa hiyo kuna huduma nyingi sana ambazo zinapatikana hapa. Kwa mfano kuna mabenki mbalimbali ambayo yako around mimi, huduma za kifedha, CRDB, NMB, zote ambazo ziko around naweza kuziona. Zote ambazo ziko around naweza nikaziona, na naweza navigate kufika nikafanikiwa. Hoteli mbalimbali ambazo zimesajiliwa pia, New Dodoma Hoteli, Kitemba Hoteli, Pahi Hoteli, Green Hoteli, Dodoma City Hoteli, zote unaweza kuziona around mpaka kuweza kufanikisha. Na vile vile unaweza ka navigate, unaweza ka share address na mtu. Kwa mfano ukibonyeza share, kwa mfano unataka kumtumia mtu bana niko maeneo fulani, kwa hiyo ukibonyeza tu unaweza kushare kwa WhatsApp, kwa email, kwa message ya kawaida, vyote vile inakupa option ya kuweza kushare hii taarifa ya address. Kwa mtu akishaipata hiyo address, akibonyeza tu itamfungulia mfumo wa NAPA na ataweza kuingia na itamdirect hadi atafika. Sasa hizo ni huduma moja hapo. Huduma ziko nyingi sana. Kuna makundi ya huduma. Ukitaka vyuo vikuu, kwa mfano kwenye elimu, chuo cha ufundi, shule za msingi, maktaba, madrasa, ukitaka sehemu za starehe na burudani, ukitaka mabaa, masaluni, maklabu, makasino, ukitaka issue za kifedha, mabenki, ATM, ukitaka viwanja, vituo vya michezo, vituo vya michezo, mabwawa ya kuogelea, yote hapo. Masuala ya hospitali, maabara, kliniki. Kuna huduma nyingi sana ambazo zimekusanywa kwenye mfumo wa anwani za makazi. Kwa wewe unachotakiwa ni kufanya tu ni kutafuta huduma yako unayotaka na kuweza kufanikiwa. Tutaendelea kujua ni huduma gani. Cha kwanza tumeweza kujua kupata huduma mbalimbali za karibu. Kwa mfano hoteli, lodge, hospitali na vitu kama hivyo. Huduma zote, michezo, vitu vyote tunaweza kupata kwenye NAPA. Pia kuna huduma ya kuweza kujua postcode au address. Kwa ukibonyeza hapa chini postcode, unaweza kupata postcode au address code yako. Kwa mfano ukichagua mkoa Dodoma, ukichagua wilaya ya Dodoma, labda kata ya Hazina, kwa hiyo unaweza kupata postcode ya kata ya Hazina. Kwa hiyo unaweza kuitumia kwa matumizi mbalimbali. Kwa hiyo hicho ni cha kwanza. Unaweza kuikopi kwa matumizi mbalimbali. Pia unaweza kutafuta address code. Address code kwa mtu ambaye anajua address yake. Kuna baadhi ya taasisi zinahitaji kujua address code. Utakuwa umeenda mahali kwa unaambiwa tupe address code. Kwa mfano TBS, kwa wale wanaofungua masheli wanahitaji kufahamu address code kwa ajili ya kupata hizo huduma mbalimbali. Kwa hiyo vile vile utachagua mkoa Dodoma, wilaya ya Dodoma, kata labda ya Dodoma Makulu, labda Medeli, labda Chuyo, barabara ya Chuyo, labda namba 7. Kwa hiyo unaweza kupata address code yangu hii hapo. Kwa hiyo ndo address code unaweza kutumia kwa matumizi mbalimbali. Pia kuna huduma kwa mtu ambaye anaijua anwani, anaijua anwani yake moja kwa moja. Anaweza kushare hiyo anwani yake kwa watu mbalimbali. Kwa mfano, mimi najua anwani yangu kabisa, najua mkoa, barabara, kila kitu. Kwa hiyo naweza kuchagua mkoa wa Dodoma. Hii tunaita kutafuta kwa mwongozo. Mtu anaweza kwambia, "Wewe, hebu nitumie anwani yako." Unapataje anwani yako? Mimi najua. Nakwambia sawa, nakutumia sasa hivi. Mimi mkoa wa Dodoma, wilaya ya Dodoma, labda napatikana Dodoma Makulu, mtaa wa Bwawani, barabara ya labda Bwawani, sawa? Nyumba labda namba 7. Kwa hiyo nikiweza endelea, maana yake anwani yangu ni hii hapa. Kwa hiyo naweza nikaishare au naweza kunavigate kumtumia mtu. Nikibonyeza share hapa, maana yake naweza kumtumia mtu yote hii address yangu. Aidha nikamtumia kwa WhatsApp, sawa, kwa email, kwa message, na yeye akiweza kuifungua anaweza kufungua na kuweza kufanya movement mbalimbali
ili aweze kufika hiyo sehemu husika. Kwa hiyo hicho ni kitu kimoja hapo pia unaweza kupata kutumia mfumo wa NAPA. Pia mtu anaweza kujihudumia. Kuna baadhi ya huduma hapa mtu anaweza kujihudumia. Kuna button imeandikwa jihudumie. Ukibonyeza jihudumie, kuna vitu kadha wa kadha unaweza kuvipata. Kwa mfano, kuna barua utambulisho ambayo tulishaiongelea, namna unaweza kuomba barua utambulisho popote kidigitali. Unaweza kuomba barua utambulisho bila kwenda ofisi ya serikali ya mtaa. Kikubwa wewe umesajiliwa tu. Alafu kuna sehemu imeandikwa ijue anwani yako. Kwa hiyo nikibonyeza ijue anwani yako, ili kuweza kujua anwani yako, kwanza lazima utambue taarifa kadha wa kadha. Lazima ujue namba yako ya NIDA au namba yako ya simu au Zanzibari mkazi, namba yako ya Zanzibari mkazi kwa wale ndugu zetu wa Zanzibar. Kwa hiyo ukishaingiza hiyo namba, tunaweza tukukwambia anwani yako ni anwani ipi. Ila tu hakikisha umesajiliwa. Kama hujasajiliwa, hatuwezi kukusaidia. Inabidi uende kwenye ofisi ya serikali ya mtaa wako, uambie nataka nisajilie anwani yangu na mimi niweze kusomeka kwenye mfumo wa NAPA. Kwa hiyo kwa mfano nikiingiza namba yangu ya simu, nitabonyeza tuma au tafuta. Ukibonyeza tafuta tu utatumiwa OTP maalum kutoka kwenye mfumo wa NAPA kukutambulisha wewe. Kwa nitaingiza hapa ni 337137. Kwa hiyo ukiingiza itakuletea anwani zako zote ambazo umeshasajiliwa. Kwa mfano mimi hapo inasema napatikana, naitwa Mashauri Salumbo, napatikana anwani namba 4, Kisombogo Homelet, kitongoji cha Kisombogo, Vuaga, Kirongwe, Mwanga. Pia napatikana anwani namba 1, barabara ya Ntyuka, barabara Zebra, mtaa wa Ntyuka, Dodoma. Kwa hizo ni anwani zangu mbili. Kwa hiyo kupitia mfumo wa anwani za makazi nimeweza kujua anwani zangu mbili hizi hapo kama zinavyoonekana hapo. Sawa. Pia unaweza kupata huduma ya kupata anwani za karibu. Kwa mfano, inaweza kuwa umeenda mahali, mtu akakwambia nitumia address ya hapo ya NAPA, utajuaje? Kwa hiyo ukibonyeza anwani ya karibu, kwa mfano ukibonyeza hapa anwani za karibu, zitakuletea anwani zote za karibu ambazo ziko karibu na wewe. Hakikisha tu usahihi unakuwa unashuka angalau mita 4, isizidi mita 10, ndio usahihi unakuwa vizuri zaidi. Kwa mfano hapa inaniletea anwani namba 6 ni ofisi ya posta Dodoma, barabara ya posta. Alafu kuna namba 350, barabara ili moja. Kuna anwani namba 1000, barabara ya Haule. Kuna anwani namba 8, shirika la mawasiliano TTCL office. Kwa hiyo taarifa zote hizi naweza kuzipata ofisi hiyo utafiti wa madini Tanzania. Kwa hiyo unaweza kushare sasa address ukamwambia bana mimi ndipo, ukabonyeza ya anwani namba 1 itakuonyesha hapo. Na ukiweza kunini unaweza kushare address. Kwa hiyo unaweza kushare ukapata mwelekeo, ukamtumia mtu akaweza kukufikia mpaka pale ulipo. Yes, kwa hiyo hivyo ni vitu kadha wa kadha mtu unaweza kuvitumia kuweza kupata huduma mbalimbali. Pia vile vile unaweza kutafuta, kwa mfano kama umefika Dodoma ni mgeni kabisa, unasikiaga tu basi ndo Bambalaga, unataka kupafika. Kwa hiyo ukibonyeza tu, ukisearch tu Bambalaga, huduma zote ambazo zimesajiliwa kwenye mfumo wa anwani za makazi zinaweza kukuletea. Kwa mfano hapo inaniletea Bambalaga, ukibonyeza hii itakwambia ni anwani namba 18, barabara ya Morogoro, iko Dodoma Makulu, Dodoma. Kwa hiyo unaweza navigate ukaweza kufika kwenye hiyo huduma mbalimbali. Na bahati nzuri hii ina njia mbili. Kulingana na hapa nilipo imenicholea route mbili. Naweza kutumia hii ya mjini au nikazungukia huku upande wa nyuma. Ambayo inaambia kutoka hapa nilipo hapa maeneo ya posta mpaka Bambalaga kwa kutumia gari ni dakika kama 12 hivi. Ili kuweza kufika hapo. Ni kilomita kama 4.3 hivi.
Ila pia kwa mguu inaweza kukurahisisha pia kwa mguu. Je, ili ufike hapo kwa mguu ni kiasi gani, dakika ngapi? Kwa hiyo niambia ni kama dakika 49 hivi kufika kwa mguu, na inakuonyesha njia kabisa, pita hapa, pita hivi, kunja kushoto mpaka inakufikisha. Na ukishamaliza kunini unaweza kuanza uelekeo na ikaweza kukudirect kabisa kwamba upitie njia gani ili uweze kufika katika hiyo address yako. Kwa hiyo hizo ni huduma mbalimbali ambazo zinaweza kupatikana kwa kupitia mfumo wetu wa anwani za makazi. Kwa hiyo tuweze kudownload ili tuweze kupata faida mbalimbali zinazopatikana kwenye hii anwani ya makazi kwa kupitia mfumo wa NaPA kidigitali. Kwa leo tutaishia hapo. Tuendelee kufuatilia page zetu za mitandaoni, page zetu za YouTube, tuweze kutoa elimu mbalimbali kutumia mfumo wa anwani za makazi. Karibuni sana. Pia mnaweza kutupigia kwa namba zetu za simu ambazo zinapatikana kwenye mitandao yetu ya kijamii. Umekwama mahali, piga simu, utahudumiwa. Call center ipo kwa ajili ya kuhudumia Watanzania wote. Karibuni sana. Imeandaliwa na Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari.